wakaniombea. Walivyoniombea ule uvimbe unaonekana umepotea. Daktari walivyokuja kunipima ili kuniandaa kwa ajili ya operation, wananiambia uvimbe haupo. Inabidi nirudi nyumbani. Baba akashtuka kusikia habari zile kutoka kwa mama kwamba uvimbe umeyeyuka tumboni kwa sababu ya maombi ya walokole. Akasema kumbe haya mambo ninayoyasikia yanafanyika kweli. Hii miujiza ninayosikia watu wanafanyiwa, kumbe inafanyika kweli. Cha kushangaza, baba ambaye hakufanyiwa ule muujiza kwenye mwili wake, yeye alibeba ile imani moja kwa moja. Lakini mama aliyefanyiwa ule muujiza akaishia tu kwenye kuponywa, akukumbuka tena kurudi kwa Yesu. Akamwambia nini kingine wamekuachia? Akasema walichoniachia ni Biblia, ilikuwa kaagano jipya kadogo. Mpaka leo iko hiyo Biblia, hiyo mzee alitunza, yuko naye. Aliachiwa Biblia ndogo ya agano jipya. Akasema hiki ndo alichoniachia. Basi tangia siku hiyo mzee akiwa akikaa, kuna hali inamjia ya kumuonyesha kwamba anayemtafuta anaweza kumweka salama ni Yesu. Akaamua yeye kumfuata taratibu kwa siri, kuanza kufuatilia habari za Yesu kwa siri, hatimaye akaamua kukubali kuokoka moja kwa moja. Lakini mama yeye aliyofanywa ule muujiza hakuokoka. Kwa hiyo baba aliokoka kwa sababu ya muujiza ambao alifanyiwa mama. Hicho ndio kilichotokea. Mpaka baba akaamua kusimama kwenye Ukristo. Mpaka leo mzee bado anaendelea na wokovu zaidi, au naye ni ile tia maji atoke aingie? Na mama kwa sasa hivi naye mama vipi, anaendeleaje? Ule ugonjwa ulikwisha kabisa, maisha yake yote haupo, mpaka leo hii ni mzima kabisa? Na ni mwaka gani ugonjwa ulimpata na mpaka akaombewa akapona? Kwa mwaka gani mpaka sasa hivi ana miaka mingapi? Mwaka, kwa sababu nilikuwa darasa la kwanza, ilikuwa mwaka 97. Ilikuwa 97 niko darasa la kwanza. 1997 niko darasa la kwanza. Lakini mpaka sasa hivi ukija kuangalia ni miaka mingi imepita. Ila kilichotokea baada ya baba kukubali kuokoka, mama tena akashindwa kuishi na baba. Hicho ndio kilichotokea. Maana yake tukaanza mvutano wa kifamilia, wakaanza kusikia wa ndugu zake baba na ndugu zake mama kwamba jamaa ameamua kuwa Mkristo. Basi kaanza mizozo ya kifamilia, wakaanza kumuita vikao mzee, wakaanza kumjadili vikao vya kutosha, nini kilichokusababisha kufanya hiki kitu? Yeye akasema hakuna, ni nafsi yangu tu mwenyewe nimeamua kuokoka. Kwa hiyo kilichoendelea mbele, baba na mama wakaja wakaachana. Kwa hiyo walipoachana baba na mama, hapo baba akabidi aendelee sasa na uokovu wake. Hakuangalia tena nyuma kwa ile kesi ya mama, lakini kuna kitu mama kilimtokea baada ya kuachana na mama na baba. Yaani baada alivyoachana na baba, mama kuna vitu vilimtokea vya kutisha, lakini yeye bado hakukumbuka kwamba Mungu bado anamuita aende kwa Mungu. Mama alivyoachana na baba, kuna vitu vya kutisha vilimtokea. Sasa ndugu mtazamaji, unataka kujua ni vitu gani na unataka kujua mpaka leo, je, hivyo vitu mpaka leo vipo au vimekata? Na pindi unapoendelea kufuatilia shuhuda hizi, usiache kubonyeza alama ya kengele hapo chini. Tunataka tuendelee hapo. Mama, vitu gani vimemtokea mpaka sasa hivi? Mama, vitu vilivyomtokea, kwa sababu kipindi anaachana na baba, mama alikuwa analazimisha yeye apewe talaka. Yaani aachane kwa talaka. Lakini baba kulingana na sheria za Kikristo akasema sisi Wakristo hatukuwahi, huku kila nikitazama na nikiwauliza viongozi ambao wananiongoza kuhusu kumwacha mwanamke, hakuna mahali ambako Biblia inaruhusu kumwacha mwanamke. Kwa hiyo mimi swala la kuacha siliwezi. Na hata hivyo mimi wewe bado nakupenda kama mke wangu. Niliamua tu kutoka kwenye hali ile ya tabia zisizoeleweka na kuja huku ambako kunaweza kukanisababisha nikasimama na kueleweka kwenye jamii. Kwa hiyo kama wewe unielewi hivi nilivyoamua, ulikuwa unapenda vile nilivyokuwa na vurugu, mlevi, sawa, lakini mimi moyo wangu haujaamua kukuacha. Kama ukiamua kuenda, nenda. Ila usisubutu kuchukua mwanaume ukaishi naye. Lakini mpaka leo mamako bado ninamhitaji na ninampenda. Kuokoka sio sababu ya mimi kuachana na yeye. Yeye bado nampenda. Kwa hiyo asisubutu kuchukua mwanaume mwingine, na huyo aliyemchukua inaweza likatokea la kutokea. Kweli mama akakaa nayo tena yule mwanaume akadumu naye kama miezi mitatu. Kilichotokea yule mwanaume akakutana na maliasili huko mbugani, wakampiga risasi yule mwanaume akafa. Kwa hiyo wanaume wawili tayari walipotea kwa kauli ambayo baba alikuwa anazizungumza akiwa na uchungu wa mkewe, anahitaji bado afuatane nayo kwenye habari za huduma. Lakini mama hakusikia ile sauti, hakufikiria lile jambo. Mimi nikapata muda siku moja nikamwambia mama, usisubutu kuingia kwenye mahusiano, utakutana na matatizo kama haya yanayopita.
ili watu wasipatwe na matatizo, usikubali kuingia tena kwenye mahusiano. Mama akasema usiniingilie kwenye maisha yangu, wewe ni mwanangu, nimekuzaa, na yule baba yako mimi nimeshaachana naye, acha afanye ya kwake na mimi nifanye ya kwangu. Akachukua tena mwanaume wa tatu. Yule mwanaume wa tatu akaingia tena kwenye ugonjwa wa TB, akaumwa ugonjwa akaumwa mpaka ikafikia watu wamekata tamaa. Baba akaniita siku moja akaniambia, mwanangu, ninakoelekea tutamaliza watu kwa sababu ya mama yako. Mimi ngoja niamue mama yako aendelee na mambo anayoyataka kwenye ulimwengu. Hapo ilipita kama miaka 7 tangia baba okoke, manake mimi nilianza darasa la kwanza mpaka niko form 2, manake miaka zaidi ya 7. Baba aliishi bila mke. Hatimaye akaamua sasa naye aingie kwenye ndoa na mwanamke mwingine. Alivyoamua kuoa mwanamke mwingine, tayari tena mama kule akamruhusu yule mwanaume akapona ule ugonjwa wa TB, akawa anaendelea kuishi naye. Kwa hiyo vile ambavyo alikuwa anaishi kabla ya hapo, alikuwa anapoteza wanaume kwa sababu alikuwa hataki kumfuata baba. Lakini alivyoacha akaendelea na mwanamke wake mwingine, na yeye huku tayari maisha yamerudi kukaa sawa, yuko na mwanaume wake mwingine huyo ambaye amejichagulia watatu, ikiwa wale wawili ameshawazika. Lakini namshukuru Mungu, mzee mpaka leo yuko anaendelea na huduma, na yeye ni mchungaji wa kanisa la TAG. Yuko kijiji kimoja wanaita Marui. Yeye ni mchungaji wa kanisa la TAG. Mtumishi wa Mungu, nikurudishe nyuma kidogo. Yes. Ulisema kwamba baba aliingia matatizo pia na mama na ndugu zake baba. Yes. Yaani ndugu zake baba sasa. Yes. Vipi yale matatizo aliyoingia nayo yalishia wapi, au nao wakakubali kwa sababu ndugu yao kahamia imani nyingine? Walikubali endelee na imani hiyo na wakamuunga mkono na wengine wakamfuata, au wakaachana naye mpaka sasa hivi? Ndio watazamaji wangu wanataka kutambua. Kikubwa zaidi wanasema unapoamua kuokoka kuna kitu ambacho kitainuka cha kukutisha. Kuna mamlaka yatainuka, hususan kwenye familia, kwa sababu jamii 90% inapenda vile ambavyo wao walivyo, ushirika na yale wanayoyashiriki ushiriki nao. Sasa ukitoka kwenye ile hali, kuna vita ambao unainua ya kiukoo, ya kifamilia, ndugu na wale jamaa waliokuzunguka. Hii ilisababisha baba baada ya kuokoka, swali kubwa la kwanza walimuita kwenye kikao, wakamwambia, wewe ndugu yetu, mbona tunasikia umeamua kuwa Mkristo, kumfuata Yesu, nini kilichokusababisha? Hapo akawajibu, imani yangu ndani, roho yangu inaniambia huku ndo kwenye usahihi wa maisha yangu, na leo hata nikitoka kwenye ulimwengu, nikifa, nakapoelekea kutakuwa sahihi kulingana na kile kilichojaa kwenye imani yangu. Wakamwambia sawa, hiyo imani yako, lakini sisi je, unatuchukuliaje? Kesho na kesho kutwa, leo uko mzima, lakini umauti utakapokukuta tutakuzika kwa namna gani? Unajua hao wenzetu kikubwa ambacho wanachosimamia ni mambo ya mwili, kuzika na kula vyakula vya kawaida vya mwilini. Manake na sherehe za kiroho hizi ambazo sio za kimungu. Kwa hiyo mle ukitoka kwenye matukio yao lazima wao watakumbuka, lakini swali kubwa ambalo walimuuliza, tutakuzikaje? Yeye aliuliza, na yeye baada ya kumuuliza na yeye akarudi upande kama wa Yesu, akasema, kama mnauliza mimi mtanizikaje, manake kati yenu kuna mtu anayejua mimi nitakufaje. Naomba mniambie yule anayejua mimi nitakufaje, hapo ndo tutaanza kupanga mipango ya mazishi, mtanizikaje. Na kama hakuna anayejua mimi nitakufaje, basi hakuna atakayeweza kupanga mipango ya mazishi. Kwa hiyo nitakapokufa, nyinyi ndo mtapanga mipango ya mazishi. Kama mtaona mnawezekana kunizika, kama mkiona mnaweza kuvumilia kuto kunizika na kuvumilia harufu nitakayonuka, sawa, kwa sababu mateso ya mwili uliokufa mimi siyajui tena. Nyinyi mnaosikiliza ndo mtajua harufu, na ndo maana mnazika. Kuzika, mwisho akasema kuzika sio kwa sababu tunazika tuende kwenye eneo lililo sahihi, ila tunazika ili kuhifadhi mwili usitoe harufu sehemu ambako wanaishi wanadamu. Basi vita yao ikaendelea, maneno mengi akazuka, lakini baba akashinda ile vita. Hatimaye baba akaanza kupambana kidogo kidogo, akaanza kuingia kwenye uongozi wa makanisa. Hatimaye mpaka mzee anafikia kwenda chuo cha Biblia, anakuja anasimikwa kuwa mchungaji kwenye kanisa la TAG. Lakini vita hizo zote zilitokea baadaye tu mbele, Mungu alichojalia mpaka sasa hivi heshima yake imerudi mahali ambako mimi sikutarajia kama heshima ingerudi. Vitu vingi vimebadilika na yeye amekuwa ndio mtu anaheshimiwa, na hata pale kwenye familia hakuna jambo linafanyika bila yeye kwanza kuanza kuulizwa au afike ili azungumze kwanza yeye. Hilo niliona la kushangaza, kwa sababu mwanzoni walimkataa, lakini baadaye kadri miaka inavyoenda yeye akawa ndio mtu anaweza kusuluhisha baadhi ya vitu vigumu pale kwenye familia. Okay. Na wewe ulipoingia kwenye wokovu, je, kuna mapito gani uliopitia, au wewe ni fresh tu, hakuna mtu yeyote aliyekusumbua
Hakuna mtu aliyekugasi kwa sababu ulimfuata baba? Mapito yapo na vita iliinuka, lakini zaidi mimi haikuinuka kama vile kwa baba, kwa sababu yeye baba ndo alikuwa kama barabara, kama njia, yeye ndo alikuwa anaanza kuifyeka, ina miba, vichaka vya kutosha. Lakini mimi nilianza kwa kama nafuata nyayo za baba, kwa sababu ile vita iliyokuwa inainuka kwa upande wangu ilikuwa inamuinukia na baba. Kwa hiyo baba akijitahidi kuzuia kama na vile ananizuilia mimi. Lakini kadiri nilivyoenda, ilifikia wakati nilivyokuwa mpaka kufikia umri wa kujitambua, nikagundua kwamba kuna vita kweli zipo ambazo zinainuka, na hata live kwangu mimi nikawa naziona, zile za kimwili kabisa, zingine za kiroho, kulingana na familia ambazo wanavyokuchukia kwamba wewe uko kinyume na vile walivyo wao, hususan mama. Mpaka leo kuna vita kubwa sana ipo. Mimi tu ndo najitahidi sana kuwa karibu na mama, lakini mama ananichukia kwa sababu ya hilo. Sio kwamba ananichukia anipendi mimi kuwepo, ila apendi imani niliyo nayo. Yaani hicho kitu anakichukia sana sana, tena sana. Na hata baadhi ya wajomba, wako wachache wajomba ambao wanapatana na hilo, lakini mama na baadhi ya wajomba na mama zangu wadogo wengi wamesimama kinyume sana na imani yangu. Nashukuru Mungu, baba zangu wadogo upande wa baba wengi wameshaelewa, kwa sababu baba alitangulia na wanaona faida kupitia kwa baba.